Aibu inaua ndoa. Wanaume wengi wanaposhindwa kusema, wanawake hushindwa kuelewa nini kinachoendelea. Hivyo basi utakuta aibu hii inajenga ukuta baina ya wenza. Mwanamke hajui mmewe ana changamoto gani, hajui mmewe inakuwaje anakuwa vile anapokuwa naye, na mwanaume hataki kusema kwa mkewe kuwa bana, mimi nimeshindwa. Sawa? Hii hali ikiendelea huwa inaenda kuua ndoa. Hivyo basi usifiche. Maana yake kuna wahenga walisema mficha uchi hazai. Changamoto yako inatibika na unahitaji tiba ambazo zitaenda kudili na tatizo, chanzo cha tatizo lenyewe, pamoja na kwenda kuliondoa tatizo lisijirudie tena. Na muda mwingine utajikuta maskini ya Mungu uhitaji matibabu ya nguvu, unahitaji ushauri tu nini ufanye. Hivyo basi kama we ni mwanaume unapitia hali hii, kama we ni mwanamke mmeo anapitia hali hii, nitafute leo kwa ajili ya kwenda kujipatia suluhisho la changamoto yenu. Ndoa yenu inaimarishwa na ubora wa tendo la ndoa. Ndio maana tukaita ndoa afu tukaita tendo la ndoa. Ni tendo ambalo limemtoa mwanamke na mwanaume kwao wakutana pamoja kwa ajili ya hilo tendo liendelee na kizazi kiendelee. Kama alipo jua hapo kuna tatizo, na usikubali liwe tatizo. Nitafute leo, nitumie ujumbe WhatsApp, ila usiache kufollow, kulike na kushare ili watu wengi wapate elimu hii.